Mungu awabariki wale mmekuja, na nafurahi leo naona watu wa TikTok wako wengi kama kawaida yao. Mimi nikiingia TikTok sikuwa najua watu watakuwa wanakuja wengi kwa kanisa namna hii. Hata nimeshangaa. TikTok. Watu wa TikTok wako wengi sana. Wanakuja hapa every day and every night. Sasa mimi ndio prophet wa TikTok, pastor wa TikTok. Najua watu wanasema Pastor Kanyari ni wa TikTok. Halafu wanatukana pale wanakuja kuvunjika moyo. Kama kuna mtu avunjikani moyo na kutukana ni Pastor Kanyari. Mimi hata wale narudiaga ni nyinyi. Naonaga sasa watu watazamaji wa shirika wangu, lakini mimi sisikani. Mimi ndio niite jina gani? Hata sisituki. Sikulisikia Mike Sonko alinitukana sana. Alinitukana, nikamwambia Sonko wewe nirudishie pesa yangu. Acha kunitukana, nirudishie pesa yangu. Nilikuwa hata mimi niite Sonko. Hii sana sasa watu watanichukuaje mimi pastor. Sema amen. Hata wewe mtusi hata mimi. Nina matusi. Hata mimi nina matusi. Sisi sikiwahi kutukanana. No, kwani mimi naishi nitakali. Lakini sasa zile hii title nilipatiwa ya pastor ina limit. Sema amen. Ikiwa nakuanga hivi na mimi ni pastor na kama singekuwa pastor. Sema amen. Sasa nina limit kidogo, tunasema hii acha ni limit kidogo kwa sababu mimi ni prophet. Now tukakutana na Sonko sana. Tulitukana almost 2 hours na the former governor. Na sidhani naweza kuongea uongo kwa mtu mkubwa kama huyo. Angekuwa amenitumia polisi. Sema amen. Kama ningekuwa nasema uongo sikumpatia 10 million. Ningekuwa polisi la. Lakini sijaekwa polisi mpaka leo. Sasa inanibaki unaweza sema ni uongo ama ni ukweli. Sema amen. Now hiyo sio siku yangu ya kuongea hiyo maneno. That's good. Watu wa TikTok, Mungu awabariki. Kanisa hili tumekuwa naye for many years. Mungu ametubariki. Kanisa yetu tulinunua hii kiwanja. Hii kiwanja tulinunua, ndio maana kuna maendeleo kidogo tumeanza kufanya. Hii kiwanja we bought this land. Tuliuziwa na familia ya Kirima 1 acre. Kutoka huko mpaka huko mwisho. Kwa ile manyumba iko huko chini. Ambaye walikuwa wanatuuzia 100 milioni 100. Sema amen. Mpaka pande hii ya nyuma. So tutatengeneza vizuri. Ukija hapa every day utakuta ni kurembo, ni kuzuri, tumetengenezwa na utaona kanisa rembo. Hakukuwa kwetu kulikuwa tumerisi. Ndio maana hatukuwa hata kufanya maendeleo sana. So God bless you. Nataka kuwapatia neno mchana wa leo. Na Mungu awabariki kila mtu ambaye amekuja. Wale watu wamekuja leo wageni waliona kwa TV, inua mkono wako juu katika jina la Yesu. Ni watu wa TV. Mko wengi sana. Mpaka wahubiri. Asante. Thank you. Watu wa TikTok, inua mkono juu. Watu wa TikTok wale waliona kwa TikTok, inua kabisa mkono juu. Thank you. God bless you. Thank you. Asante. Mimi ndio Kanyari mwenye mnanionaga hapo kwa TikTok, nikiwa hapa na kuanga serious. Lakini ikiwa kwa TikTok sikuwa ni serious sana na kuwaga joker. Sasa na joke. Amen. Sasa majenzi wanataka kusikia joke na wao. Wananiambia tucheze game, tunacheza na wao game. Na tunasema leo Kanyari akomboka. Sure. Gift ya TikTok hata ikiwa pesa mingi ni 30,000 kama 20,000. Isipokuwa nilitumiwa na anaitwa Gigi the Dollar. Gigi the Dollar ndiye alinitumia juzi Lion ambaye ni 50,000. Na simjui. Jana nilikuwa naangalia nikaona ni mwimbaji. Na hajaokoka. Na alinitumia 50,000. Sasa ulikuwa nataka nikataa hiyo 50 kwa sababu nimeokoka shida. Kataa maana hiyo 50 ikipatiwa ndio nakuja kubariki naye watu hapa kanisa. So sometimes ninacheza game tunasema tap. Tap the process. Nilishafundishwa na kina Cindy.
na Cindy na nani anaitwa nani? Na ule mwingine. Kale kijana kale anaitwa nani? Tizia. And we are very humble. By the way, hawa watu wa TikTok ni very humble. Very humble. Mimi nilikuwa nafikiri watu wabaya, lakini nimekuja kuona ni watu wanyenyekevu. Very good people ambao you can work with. Watu unaweza kufanya kazi na wao. Isipokuwa ni vile wanapenda comedy. Unajua saa zingine wanataka anajua kitukana kanyani anapata jina. Kuna mmoja alitukana nikimwambia leo namtumia polisi. Kanipigia simu ananiambia basi hakuna haja ya polisi. Unajua hapa tusipofanya hivyo hatutapata viewers. Yeye anagoda na viewers wengi andika hapo kwa TikTok. Semeni amen. So ukiona kwa TikTok unaleta wasimu, msisituke. Wakati siku wa wasimu nilizaidika na nini? Siwaje nitoe wasimu zaidi na kanda zaidi. Sema amen. Wakati siku wa wasimu sikusaidika. Amen. Sasa hivi waje tutoe wasimu kidogo nione vile mtakuwa. Na Mungu awabariki. Anyway, tuachane na hiyo. Now let's go to the message of today. Na message ya siku ya leo inasema the blessing of an intercessor. Yaani baraka ya muombaji. Baraka ya mtu ambaye anaomba. An intercessor is a seed. Na harvest yake inakuja very soon. A blessing of an intercessor. Mtu ambaye ni muombaji. Kama singekuwa muombaji, singeweza kulitii kuwa pastor kwa hii miaka yote 25 years. Maana nimehubiri for 25 years. Na hakuna mhubiri Kenya amepigwa kuniliko. Hakuna mhubiri ameongelewa vibaya kuniliko for the last 25 years. Nilikuwa naambia Chokorawa Nairobi, nikamwambia mimi hata sitembeani. Watu wanaongea mambo ya kajani, lakini mimi yeye ndiye hapa ananipeleka ananiambia twende siku ya mgonjwa hapa. Mimi I don't. Mimi natoka kanisani kwa nyumba, kanisani kwa nyumba. Hata hiyo hoteli kubwa ni ngumu sana usikie nimepigwa picha kubwa kwa hoteli. Niko na kazi nyingi sana za kufanya kwangu kuliko kutembea kwa barabara. Sema amen. Maofisi yangu yote iko kwa nyumba. So sionani mahali mwingine naweza shinda isipokuwa kwa nyumba. Na blessing of an intercessor, wakati ambapo mtu anakuwa intercessor na anakuwa muombaji, hauwezi ona ile maombi ikifanya kazi. Ni kama vile ambavyo ukiweka maziwa igande, hauwezi ona maziwa ikiganda. Lakini one day ama dakika chache baadaye, ile maziwa itaganda na utakula naye ugali. Hauwezi ona mtoto akikua, lakini kuna siku mtoto atakuwa na utamtuma sokoni. Sasa wakati unainua mikono yako unaomba, sometimes mtu huona kama ni ujinga anafanya. Lakini maombi ya leo ni baraka ya kesho. Maombi ya leo ni baraka ya kesho. The prayer of today is a blessing of tomorrow. Sema amen. The prayer of today. Kanisa yetu ilibomolewa kwa nilikuwa nimenunua 3 acres. Ikabomolewa. Hiyo biashara tukasahau. Tutakuja hapa, Mungu ametusaidia tumenunua. Sasa hapo tutatengeneza kanisa nzuri. Wakenya walitukataa tupeleke TV Tanzania. Tanzania walikataa tupeleke Kongo. Wakongomani watakuja hapa kuombewa. Sema amen. Yesu akasema mkikataliwa tauni hii hamieni hii nyingine na hamtazunguka tauni zote nikiwa sijarudi. Usivunjike moyo kwa ajili ya yule alikuacha. Usivunjike moyo kwa ajili ya yule boyfriend alikuacha. Wacha aende akikaukana. Aende akifanya nini? Akikaukana. Wacha aende akikauka. Watu wasivunje moyo kwa sababu umeachwa. No. Kuachwa ni normal. Hata mimi nilikuwa na vipi na nikawachwa. Na niko na ninapumua. Sema ina. Sasa walizunguka wakazunguka sasa wananitafuta wananipigia simu leo nikuja kwenda school fees. Alofanya kitu fulani kumbe walikuwa warudi. Semeni ina. Simama na miguu yako. Kuna wimbo unasemanga hebu mbele. Nilikuwa na magari 1 2 3. Jionyeshe mbele ya watu. Hebu jitokeze. Jionyeshe. Simama mbele ya watu.
walikukataa, wengine watakukubali. Sema amen. Hata kama wamekukataa, wengine watakukubali, wengine watakuja kwako, wengine watakuja kwako. Wewe jifurahie, semeni amen. Hata tembea kwa barabara ujifurahie na ukibounce. Ukisikia kutembea bila viatu wewe tembea tu. Ukisikia kutembea unapoeka, tembea hivyo tu. Lakini Mungu anakuja. Mungu anakuja. Mungu anakuja kukupatia. Mungu anakuja kufungua milango. Sisi mtu akipiga vigelegele. Milango yako inafunguka. Vile niko leo sio vile nilikuwa jana. Sasa watu wanashinda wakiongea mambo ya digital, mimi hata nimesahau digital. Sasa sio nilikuwa digital nilikuwa 20 years. Sasa niko 45 years. Nimeshaanza. Hata mtoto wangu hakukuta digital. Mtoto wangu first born hakukuta digital. Nikusikia nasikiaga. Hello Sky. Baba digital. Baba digital. Watu wasikujaji na jana. Sasa kama ulikuwa gay, so what? Umebadilika. Kama ulikuwa malaya, so what? Umebadilika. Yule atakununua na kama akununua kwenda yule atakununua. Wale watu walisema ikipasa anaingia TikTok anaongea na kinachokuhusu vitu na homosexual. Mnataka niongee na nani? Kuongea tu. Kwani kuongea tunalala pamoja? Si watu waongee. Sasa ina na kuongea hiyo ndio itawabadilika. Na I cannot force them to change. Lakini Mungu anaweza kuwagusa wabadilike. An intercessor of today. Muombaji wa leo. Maombi ya leo ni mbegu. Ukipanda mbegu leo, kuza sauti kidogo. Ukipanda mbegu leo, haimei leo. Wakati uko hapa inua mikono yako straight. Muombe Mungu. Nilikuwa nimeenda kanisa la Winners Chapel. Wakati wa maombi nikasema time for prayers. Mzee alikuwa pale mbele akatoa koti nikastuka. Akakuja shati nikavimba ile adabu nipiga wanajua maskano yangu. Kumbe kule wamefundishwa jinsi ya kujiandaa kupigana mapepo wakati wa maombi. Mungu anaomba akisema itende mafuta. Anafanya hivi kiomba. Hapa unaona Mungu anakuja ikiarakana na hiyo kiomba. Na anakwenda bibilia alafu anatoa kashimo poa. Wengine wanamwambia sumuka ukiomba anasumuka, akiomba itendwa kwa kile kuomba anaomba kumbe ni sana. Ukora wa roho. Anafika haya anasoma hii kibao salvation ministry ni kwa M-Pesa. Business number 529940. ACC maana juu ya account ACC 720. Asante. Yaani ambayo unasema huyu ndiye anaomba sana. Ni bwana, amina maombi anaomba. Watu wa kwesi. Siku moja kuna pasta alikuwa anahubiri. Lakini wale mapasta wanakuwa na ndevu kama huo. Unajua kuna mapasta walikuwa na ndevu zilizo. Sasa pasta alikuwa bila ndevu of Jesus. And the Bible was saying, wala anaongea kizungu. Wanaongea wanaongea kizungu my friend. Mimi haisi ningekuwa kizungu na mimi ningekuwa naongea kizungu. Sasa mimi ni wa form 2 kizungu nilipiga Kiislamu. Hata nikiongea hapa tunaongea broken. Kanilembea, labda niseme yes there, yes there. Huyo pastor alikuwa anahubiri the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, mama mmoja analia kai.
Sema hiyo. Lakini sisi tunapitia katika moto. Tumepigwa hii Kenya. Tumeongelewa vibaya. Tumeitwa makonman. Tumeitwa wezi. Tumeitwa false prophets. Lakini still tuko. Wewe utastahili. Kila shida itakuja kwako, utatokea kuwa mshindi. Kila matatizo itakuja kwako, utatokea kuwa mshindi. Hata wakuita malaya, wewe utaolewa na mtu mzuri katika jina la Yesu. Hata wakuita maskini, wewe utaendesha ile gari nzuri katika jina la Yesu. Hata wakuita hauchukui kuongea, wewe utakuwa na heshima katika jina la Yesu. Kama unaamini piga Mungu kuliko jirani yako, piga makofi mazuri. Empty-handed, I see my miracle today, today. Lazima uombe. Oh, shakabakatulabasaya. Hata kama ujui unasema ni wewe unasema tu. Oh, thank you Jesus. Baba, ninatabiri nikitoka kwa hii madhabahu, Mungu utanipatia biashara, utanipatia kazi, utaniinua Jehova. Nimekataa roho ya umaskini, nimekataa roho ya kunyang'anya. Wewe mwenyewe unafungua mdomo wako. Biblia inasema walimshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao. Hata kushuhudia kuanzia leo, mimi sio mkia, mimi ni kichwa. I will go far in Jesus. Usikili kuna mtu atakuhudumia Kenya. The only person anaweza kuhudumia hii Kenya ni mama yako mwenye alikuzaa. Hii dunia haina huruma. There is no mercy in this world. This is a wicked world. Kila mtu unakutana na yeye anapanga vile atakukona, vile atakukula, si akusaidie. Kila mtu anatafuta faida yake mwenyewe. Ndio ndio msaidie hai kwa mabiki ndio anatafuta faida yake. Utaka mwanaume kwa barabara anafikiria vile atalala na wewe. Na wewe pia unafikiria vile utampoa. Yaani tu wewe. Mtu akija kanisani kile anakuja mpaka ananiletea oh pastor wetu. Nimesema sitawahi hapa hii kanisa. Akipata Kenya alikuwa anakuchia. Unamuona tena Mombasa kwa nani mafueni kwa nani? Mombasa ya Zeki na Mlima kwa huyu sikupatie. Wachini sikuwepo kutoka kwa wacha mambo mengi. Hapo kwingine. Kila mtu anatafuta faida yake. But let me tell you, how can we have a win-win situation? How can we have a win-win situation? Je, ninawezaje faulu na wewe ufaulu? Ni wakati ambapo utatatua shida yako yangu na mimi nitatue shida yako. Let me say to me, kila kazi ambayo unafanya, kuna mtu anatafuta mwenye hiyo kazi. Kuna mtu anatafuta kinyozi na anatafuta daktari anatafuta mtu wa kumtengenezea mifereji ya nyumba, mtu wa mifereji na yeye anatafuta mtu, anatafuta bibi na yeye anatafuta bwana. Hauko mbali na muujiza wako. Ni vile hauko katika laini ya muujiza wako. Sema amen. Hauko katika laini ya muujiza wako. Unawezaje tatua? Jana nilikuwa naambia my secretary, niko na secretary wangu ambaye ako Amerika, ambaye nimekaa naye miaka mingi sana. Mostly amenisaidia sana. Pastor Roy alikuwa anamjua. Yeye amenisaidia. Mimi nilikuwa sina kitu, nilikuwa maskini. But when my secretary came to my life, nilikuwa nahubiri mahali nikiwa kwa barabara, akanipa idea tu. Sasa tunasema tayari ni mwerevu, lakini usikuwa mwerevu. Ni mtu alimpatia idea. Na hiyo idea ikanifanya vile niko leo. Unahitaji mtu atakupa idea. Somoja nikakaa hivi nikajiuliza. Nikaita wafanyakazi wangu wote, nikawaambia, tunaweza fanyaje tuache kuitisha sadaka kanisani? Tumetoka kuitisha sadaka kanisani. Ukanisha watu hapa chini, fanya hivi, leta 2577 hapa. Hapa watu watakutoa watoi. Wengine wanakwambia pastor, hata nilikuwa nimekuja kukopa. Tutafanya nini tuache kuitisha pesa? Idea.
umetajirika, lakini umezungukwa na watu ambao hawana idea. Ndio kile hapo kusaidia hapo na mimi bila idea. Mwambie you are beautiful. Mwambie you are handsome. Mwambie uko executive. Excellent. Wewe ni mtu wa hali ya juu, lakini umekosa maripoti. Umekosa maripoti. Kisha hata maripoti, hata sio lazima uvae suti kama kanyari. Wewe uko sawa. You are okay. Uhitaji kabuti. No. Uhitaji kuvaa. Unajua mapasta wengi wanaona wanavaa masuti kama mimi. Wanavaa ndio wadanganye watu. Ndio wakule watu pesa. Your pastor has hallelujah. Praise the Lord. Now we know the Bible is the king. The Bible is ni mkora. Mama akamaliza na kuuliza uko na 200 hapa. Lakini wakati Mungu amekubariki, hautahitajika. Utakuwa unavaa t-shirt inaandikwa Sengeli ng'ombe. Na kuhubiria watu. Mpaka watu wanasema haija. Amevaa t-shirt inaandikwa Sengeli ng'ombe. Hapo umevaa t-shirt inaandikwa dawa ya ng'ombe. Ndio waprichi kwa sababu angalia vile anatua na Mungu. Na hapa amevaa t-shirt ya dawa ya ng'ombe. Maana ndani yako unatembea na upako. Kuanzia leo utembea na upako katika jina la Yesu. Imagine unahubiri na ubiri nzuri na hiyo na kuna mtu anapiga makofi. Walk with anointing. Tembea na upako. Tembea na upako. Wao ni watu wa nyimbo zinasema wakunyonyesha wamlambezi. Na hiyo wimbo ina hit kwa mnyonyezi na wamlambezi. Na wimbo ina hit. Wewe unawimba wimbo tena hata na wimbo ya kutukuza Mungu. Bwana mbele zako tunanyenyekea, tunaimba. Kuna hata na hiyo. Sasa mimi naimba manyake all sizes. Manyake. Inaenda kama hot cake. Wewe yako umeimba mpaka unaonekana umeelekea kwa wimbo hata ukisema hata kuna mchana aluka kwa itapanda kidogo sana. Edit hiyo kwa irudi chini. Na watu wataki hata kirudi chini. Mimi sijui Mungu anapendelea mtu. Mungu akisema ni wewe, ni wewe. Watu wapige ni wewe. Watu waruke chini ni wewe. Watu wapande chini ni wewe. Naomba Mungu siku ya leo aseme ni wewe katika jina la Yesu. Imani kwa jina. Kulikuwa na pasta alikuja Kenya, alikuwa anaitwa Reinhard Bonke. Bonke alikuwa akihubiri anasema anahubiri anasema wangapi wanakumbuka Bonke kabla hajakufa? Anahubiri anasema anahubiri na alikuwa anajaza Uhuru Park. Watu walikuwa wanaogopa sana. The next day alipotoka Kenya, kila mhubiri hata kina Kenodia, kina Omondi walikuwa wanahubiri sasa kuhubiri sasa. Anointing ilikuwa juu ya Bonke. Wakati Bismoi walikuwa juu, kila mtu alikuwa anasema jioni ya leo, hata ikiwa asubuhi. Unasikia mhubiri anasema jioni ya leo. Sasa wanasema jioni ya leo. Pastor Ezekiel wa Mombasa alipovuma, kila mhubiri alikuwa anavaa nguo za white na kambilia. Maana waliona anavaa nguo za white. Wewe omba, acha sarakasi. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Omba Mungu wako utokee na fashion yako. Nasema omba Mungu. Nasema omba, omba, utafute uso wa Bwana. Haonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Nawe omba, omba,
Mungu alijua mimi Kanyari na nikae hivi. I want to stay like Kanyari. Wacha kutamani kuwa mtu mwingine. Baraka yako kuna mahali imewekwa. Na inajua sura yako na inajua mpaka vidole zako. Wewe unaendelea kufanya chenye unafanyaka. Watu wako wanakuja, marafiki zako wanakuja. My God. The blessing of an intercessor. Read John 42 verse 10. Ayubu 42 kuanzia 10. Washirika waache kucomplain kanisa haina washirika wengi. Washirika waombe. Watu waache kusema pastor wetu anafanya miniskati. Washirika waombe, intercessor waombe. Watu waache kucomplain kanisa yetu ni mbaya. Watu waombe kanisa yao. We have a lot to pray. Everybody pray for your neighbor. Hallelujah. Pray for your neighbor. Yes. Kuliko mkasirike ile kanisa siku iombe. Sema amen. Kuliko mkasirike ile kanisa mkati hicho ulisema Mungu, ni mapenzi yako akae hicho kama ni wazimu umetokea. Mungu alikwambia ni mapenzi yake. Iombe katika hiyo barabara. Sema amen. Pray. Amen. Nasema nini Biblia? Job 42 verse 10. Job 42 verse 10. Baada ya Ayubu kumwombea marafiki zake. Baada ya Ayubu kumwombea marafiki zake. Bwana akafanikisha tena naye. Bwana akafanikisha tena naye. Akampa mara mbili. Akampa mara mbili. Kama yale yaliyokuwa nayo hapo kabla. Akampa mali kisha hapo akampa mali mara mbili. Alipoombea marafiki zake. Chakula tunapitia katika shida ndio kuombea marafiki zake. Unasikia na Mungu anatubu. Shida sio wewe, Mungu anataka uombee wale walio na shida kama hiyo. Sasa kile kuna maskini unapitia, Mungu anataka uombe kwa ajili ya watu ambao wako na shida kama hiyo. Sema amen. Sio kwa hiyo watu wanakufia mpaka wakati my sister alikufa. When my sister passed away, ndio nilianza kuona wale watu wasema wamekufa hapo. Kuna msichana anakuja asubuhi wa TikTok. Akaniambia amepoteza mama yake, amepoteza mtoto wake na meningitis na hata kai ibada anakimbia nao. Nikafeel. Nikampa mpaka namba yangu private. Nikamwambia wewe nenda. Shida yoyote ikikutokea hata nikamlipia fare. Na nikamwambia any problem ikikutokea call my direct number. Why? Maana mimi wakati my sister alikufa nilifeel pain. Mpaka leo hii my mother hajawahi recover. Nilifeel pain na kupoteza my sister. Sometimes Mungu anataka tupitie shida fulani ili tuwe tunasimama na wale wako chini. Amen. Mungu anataka ulale njaa ili wakati anakupatia chakula mtu akija kuambia nataka ugali utasema jamani mkatieni maana hata mimi nishawahi njaa. Mungu anataka ukose viatu ili wakati utapata viatu mtu aje akuombe viatu utamwambia jamani mpeeni maana hata mimi kuna siku nimetembea bila viatu. God wants us to have that heart, a giving heart, roho ya kupeana. Kuna siku nilikuwa napeana kwa hii kanisa sana, watu wanajua. Wale wasema hapa napea mtu 50,000 1.1 million kupea watu bure pesa. Na watu wote warudi kusema asante. Na naambia pastor, hawa wanadamu hawana shukrani, wacha kupeana kuanzia leo. Hii pesa unaweka wapi? Ile biashara nilikuwa nafanya na ilikuwa inanipatia millions of shillings ilisimama. Nilipouliza Mungu akaniambia nilikuwa nakupea ndio upeane, lakini wakati nilikosa kupeana sikuona haja ya kukupatia tena. Mungu anakupatia pesa usaidie mama yako, usaidie ndugu zako, usaidie sadaka kanisani, usaidie katika kosi fulani. Na vile utakosa kukasaidia hata na kikosi, utagundua pesa zako zimekatika. Amen. Kuanzia leo rudi katika kupeana. Start giving. Start giving. Leo kama umetoa 50 hapa, ikia kwa mfuko toa 2,000, wekelee hapa kwa madhabahu. Ukitoka hapa toka na rafiki yako umrudie kama ni kuna. Wacha kusikia wivu. Peana. Biblia inasema kuna yeye atawanyaye naye anapata. You are blessed to be a blessing. That's what the Bible says. Mungu akamwambia Ibrahimu, nitakubariki na wewe uwe. Nitakubariki na wewe uwe. Nitawabariki wale
nanga. Sasa naambia watu ni maana sasa tunaomba kwa tumia na namba yangu ya private mama atanisumbua sana. Sasa nataka kuja kumbe na till number. Ili ukitumiwa hakuna kupiga simu tena. Tosheka na hiyo kupata. Amen. Watu wanafanya hapa Bwana anabariki na pesa na kutumia pesa na till number. Nasema atili kwa kupea watu ya hakuna till naye. Ngoja atili toke. Mwana utaenda na 10,000 na ndio pasta. Unachukua nipatie kidogo. Ningine uliongea sana kwa hata umeana ikiwa 40. Sema amen. Give us touch the heart of God. Give us the love. Give us love your neighbor as you love yourself. You cannot preach to a hungry person. Hawezi kulia mtu akoraja. Mmetoa na zile maunga watu tunamlisahau. Sema amen. You cannot preach to a hungry person. Mtu akienda mwalimu amekaa hapo, huyu mwalimu kuja mwalimu tulijuana na yeye akija hapa na ndio fulana na nini hapa tumeteseka naye hapa. Huyu mzee unasema nimepatia advice kuja alinipatia advice. Kuna siku nilikuwa na kasira hapa na kupiga watu makofi. Huyu mzee na age yake anambia pastor, mimi nataka tu pastor na kuogopa, lakini naomba nikupe advice. Nikamwambia sema, nikamwambia pastor, unakuwa na hasira kubwa sana. Unaweza kupunguza haki ya sasa pastor tatu. Watu wanakuja wanatoka tu vile unapiga watu na kukana watu. Sasa unaruhusu ya kupeana lakini una hasira sana. Uliambia pastor by the way alikuwa anakasirika sana. Alikuwa anatuambia tuache pale mbele. Watu wakienda ndio watusiwali pole vizuri. Unajua huwezi kuishi watu kama wageni wako. Kitu kiacho wale watu wa kanisa. Siku hiyo nikaona alikuwa apiga na baby. Nikamwambia cool down at least with time na uzuri wa umri wangu aliniheshimu. Nikamwambia let's go pole pole. Hata roho haikujengwa siku moja. It was a continuous process mpaka ikajengeka. By that time kanisa hili lilikuwa limeandika by the way. Kulikuwa wezi wengi hapa. Kanyari akiongea watu pale watu wakiandika simu zinaenda na majamaa. So there were so many things to advise pastor. What you can do at least chukua watu ambao wanaelewa na watu ambao wanamcha Mungu. Tulikuwa tukiingia pale unangotewa hivi kwa sasa unashindwa hii baada ya usalimiwe vizuri, uambiwe karibu, unangotewa unaona hii kanisa ni kwamba unakamishwa kwa baba. So tukaendelea pole pole at least tukaimprove. Tukaanza kuacha hapa tukawa tunapeana mawaidha every time na tukachange. Dressing hatukuwa tuna dressing. Huyu ndiye alinifunza. Tukaambiwa we don't dress kama unaenda kuchukua ng'ombe. Piga kiatu haki, vaa kashati hapo mazuri, vaa nini? Watu walikuwa wanakuja na mangambu, unakaa na mtu hapo unanuka kama ng'ombe, hata uwezi kaa. But when the ng'ombe na KMC, at least watu wameng'ara, people are very clean. Hata ukikaa na mtu hapo, una shida, you feel comfortable. Na kushukuru kwa kuchukua mawaidha yangu, you change. Kutuziwa, you should have that teachable spirit. Ikiwa wewe si mtu ambaye unaweza kuta, if prophet here can tell me something which is bad about me, I should be ready to rectify. Na uchange. Lakini ikiwa wewe ni kichwa Mungu, huwezi ambiwa, hata sisi, we are retired teachers. That's why sometimes we wanachukua kiboko na piga ule mtu. Japokuwa sijawahi kutafakari. Kama hivyo wanapigwa. Secondary huwezi piga watu, hao ni watu wakubwa. Huyu ni mtu unaweza mwambia na arekebishe. So, Kanyari akikutusi today, don't take it serious. No, sometimes ni kujoka na joke. Ukikutana next time, atakuwa hivyo. So,
Let's give him ample time. And whereafter the church is rectifying their glory. God bless you. Walimu walinipatia nakaribia pasta unapiga unapiga kelele sana pasta. Why don't you listen to that? Nikamwambia sawa. Nikaelewa watu. Maana nilikuwa nasimama hapa naitukana watu ng'ombe. Unafanya kazi gani? Sina kazi. Wewe ni mjinga sana. Unafanya kazi gani? Sina kazi. Una sadaka wewe ni kondoo. Wewe sema amen. Lakini nikaelewa teaching vile amesema is a process. Lazima ufundishe mtu and you take your time kufundisha mtu. Ndio maana mimi ya good listener kwa TikTok. Kama ningekuwa not a good listener, kuna mapastors hawawezi kuongea na watu ninaongea na wao katika TikTok. But I do that because nimelearn for 25 years. Understanding ya watu ni very different. Watu hawawezi elewa vile watu wote wanaelewa. Sema amen. Siku ya leo Mungu akubariki katika jina la Yesu. Kitabu cha James 5:13 ninapomalizia tunaongea kuhusu mambo ya prayers. Kwa nini kanisa inaanguka? Why is your life going down? Kwa nini hauinuki katika mambo ambayo unafanya? Ni kwa sababu unakosa maombi. Hata ukiomba unaomba maombi ambayo hayako serious. You are not serious in prayer. That's why tunateremka chini na hatuendelee juu. James 5:13 kwa haraka. Biblia inasema, je, mtu yeyote miongoni mwenu apatwa na taabu, basi inampasa aombe? Je, kuna yeyote mwenye furaha, basi na imbe nyimbo za kusifu? Je, kuna yeyote miongoni mwenu aliye mgonjwa? Mtu yeyote aliye na shida inampasa aombe. Ndio hiyo basi. Je, kuna yeyote miongoni mwenu mwenye furaha, basi na imbe nyimbo za kusifu? Panga juu haraka. Je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu, basi inapaswa aombe. Yeah, aombe. Ni taabu gani uko nayo? Can you pray? Which difficult? Hakuna mtu anaweza kusaidia Kenya. Wacha niwaambie kitu moja. Even your own brother hawezi kusaidia. Usiangalie na mtu ati mtu anakusaidia fully kusimama na miguu yako na uwe the same. No. Mimi wakati nilikuwa na scandal ya Britain, nilikuwa na watu wengi. Kanisa yangu nilikuwa naomba sadaka hata ya 1 million Kenya shillings na sijaitisha sadaka. Hakuna watu walisimama na mimi, walitoroka watu wote. Nilikuwa naamka saa 6 usiku mpaka natema damu. Ni pressure. Unaangalia gazeti zote Kenya, ni kanyari, mapicha yangu kila mahali. Mpaka natapika damu. Nobody was there for me. Even my own family, wote waliondoka. Wakati Yesu alipatwa na taabu, mpaka washirika wake wote, wanafunzi wake wote walimwacha. Simama na miguu yako, kuwa muombaji. Mwambie Mungu, nisimamishe na miguu yangu. Maana najua hata hawa wananifuata. Maana ya mikate ambayo niko nayo. Mikate ikiisha, hautawaona kwa maisha. Si kwa sababu wewe ni mrembo ndio unapigiwa simu. No. Si kwa sababu ni Prophet Kanyari, I'm so good. That's why nimepata hii kanisa you are listening to me. No, you usidanganye. You are here because Mungu anakuambia uje hapa. Kile kiko ndani yangu bila kitaondoka. Nitakuwa just an empty person. A dead person walking. Bado unasema ndio Kanyari. Kai kuna kwa wajite. Kai hii na watu wanaishana. Oh, wewe amekonda. Kalia huko. Unaona kucheza na Mungu hivyo ndio watu wanasema. Unaona kucheza na Mungu, Kanyari anacheza na Mungu wewe. Ndio kwa walikufa na kufa. Mimi siwezi kubali kupea nafasi maadui zangu washerehekee. Usipatie nafasi maadui zako washerehekee. Usipatie nafasi your ex-boyfriend asherehekee. Usipatie nafasi your ex-husband asherehekee. Vaa vizuri, kula vizuri, enda shule na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Hallelujah. Sema amen. Genesis 18:17. Inasema, Inasemaje? basi Mwenyezi Mungu
Kumbuka Mungu anaongea na watu kupitia ndoto na maono. Kwa hiyo chochote kinapangwa katika ulimwengu wa giza, Mungu anafaa kuwa anakwambia. Ndio maana mtu anataka kwa wao anasema kwamba na nilikuwa nimeonyesha hiyo kitu kitatokea. Wangapi wanaikuta na vitu kama hiyo? Yaani bwana yako anaenda kupiga kofi, unamwambia na nilikuwa nimeonyesha kuna siku utanipiga. Lakini ukapuuza. Hakuna kitu Mungu atakufanyia ikiwa hajaongea na wewe. My sister akija kufa, niliambia my mother. Niliona my sister akikufa. Mama akaniambia nifikiria tu nafikiria atakuwa analinda msichana kama mahali anaendana. Mungu hataficha watumishi wake siri zake. God will not hide his face to you. Sema amen. Kama bwana yako anakuchiki, ulishaoneshwa kwa watoto. Kama bwana yako ni mkora, ulishaona. Ni vile tu nakuuza. Unaona kama ni kukula ukule ukashiba sana. Lakini tende uiona that the reality and that the way it is. Wacha tuchukue kufuata kajali kuniambia basi kwa mfano nabii huo. Zoea hiyo hali. Tukitembea na wewe kidogo unaniambia basta nipatie hiyo 2000, nipatie 1000 naona hai wewe na wewe. Kwani wewe unaona chungu peke yake? Nipe. Mungu akutengenezee barabara za utupu. Mimi kuna watu wanajichana wao na wananitafuta usiku na mchana. Watu wakubwa sana. Na sichukua simu yangu. Maana nishaonyeshwa na Mungu jinsi hawa ni nyoka, watana hawa. Kuna mkubwa wa serikali anatafuta sana, ni tajiri sana. Pastor Chris pia wangu ananiambia kila siku unaona mimi mtu mkubwa. Mungu anaambia mimi sio wasimu Chris, nikwambia sitaki mambo ya mtu. Mimi sio wasimu, achana yeye. Anambia bwana anaambia wachana na mimi. I don't like. Unamshauri wa TikTok mrembo sana. Sasa hivi si kama 100. Uko wapi? Niko hapa Hilton. Na mimi nilikuwa hapo Hilton opposite. Pia ananiambia wewe muone, tukamwambia sio nani wasichana kwa hoteli. Kanisa najua hapa wasichana wa TikTok. Anataka kutenda na mimi. Watu wameshaingia live kwa TikTok. Hii hapa ni dalili au hii ni dalili kwa kai. Ndio serikali hiyo. Lakini watu wana maswali mengi. Sasa na pastor hapo alishaoka. Wewe hapana. Wacha nisoee mimi kupigwa vile na pigana, lakini sipigwe juu ya vita ya wanawake. Kuna siku ndani ya kwa niko na wanawake wengi. Inasema Mungu anakupitia katika shida ili akuaminie baraka zake. God is passing you through pain ili akuaminie baraka zake. Kama una nyama kunywa supu, hiyo ni jirani ya nyama. Kama una nyama kunywa supu, ni jirani ya nini? Hata ukitembea kwa barabara pocho unasema ukisikia mbele ya watu usikimbie tu, asisikie pocho. Tembea kwa barabara pole pole. Ukiniomba lift nikunyime, usikasirike. Jua ni mapito ninapitia na nitapita tu. Sema hivi, nitapita. yes. Nitakuwa sawa. Wakati msichana ananiletea condom hapa, anaitwa nani? Faith anakuja sana alikuwa leo sikubaliana. Ananiletea condom hapa kwa hapa. Mimi nimchukua kama mtoto. Hajaniteketi serious. Alinicheka naye na baadaye nikamkaribisha pale. Hapa tunapikia baada ya ibada watu wanakula nyama. Ndio tunakula. Tutakula bila kupiga sana. Mimi niliona kwa social media wamechukua nikichukua. Kila pastor anataka kunitukana. Wewe kaika wewe, umecheza na madhabahu. Sio hapa Maisraeli wametoka wapi?
Mambo mwitu yametoka wapi? Kajala na suti ya wewe. Ndio, kama wao. Kajala amekosea. Why are you disappointing me? Nimekosea kwa sababu mshaka. Ameleta kwa kanisani. Ameshaomba msamaha na maisha lazima yaendelee. Hakuna mtu atawachwa kwa barabara. Hata mwenye amevunjika mguu awekwa kwa mgongo, tusonge tukisongana. Watu wataingia mbinguni, wengine wako wamevunjika miguu, wengine wako wamevunjika mikono, wengine wako na magoti, lakini mradi watu waingie. Watu watakao tuingie wote katika jina la Yesu. Weka hao malaya wote, weka hao waishi wote, weka hao wachawi wote. Yes, mama. Hata ile la backslide. Kwa nini jipagusa watoto? Wewe twende. Kwa nini mkae huko tusaidie na nini? Wewe twende, let's go. Let's go. Wewe mimi ninakosea mara ngapi hata mimi? Mungu ananisamehe. Sababu watu wamebaki twende. Sije kosa kusamehewa msichana. Abebe twende. Wabebe tena. Wabebe. Jeremiah 29 verse 10. Hili ndilo asemalo Bwana. Miaka 70 itakapotimia. Kwa ajili ya Babeli. Nitakuja kwenu. Na kutimiza ahadi yangu. Na rehema. Ya kuwarudisha mahali hapa. Utarudi mahali ulikuwa. Haleluya. Wakati utakapofika utarudi mahali ambapo ulikuwa. Wakati utakapofika Mungu atakurudisha katika baraka zake. Nasema you are coming back, my God. Unajua mimi siwezi kufanya kitu nishikie watu. Sasa hii nitaka watu wasome kwa hii baada wasome mpaka huko kwa barabara. Najua chenye wanafanya kwa TV zao. Lakini age ambayo nimefika, I'm already old. Mimi sasa miaka yangu imesonga. Sioni kitu kinanishtua. Unajua zamani ulikuwa unaona hii na kustua, unaona hii na kustua. Sasa mimi sistukani. I just watch. Sema amen. So I don't do things for people just because I want people to see. I do things kama moyo wangu uko na amani. Hakuna haja niende nikakufa na njaa nifurahishe watu. Hallelujah. Yes, now I do what I want. Kiingia TikTok na tukanana hapo naongea. Nasema mimi hata si sadaka nataka sasa nisipotukanana ndio staki ndio sadaka. Pastor anaona kila mtu anasema sadaka. Pastor jamani. Wakati utakapofika nitawarejesha mahali niliwatoa. Oh, nitawarejesha. My God. Nitawarejesha. Leviticus 9 verse 6. Leviticus 9 verse 6. Hivi ndivyo utakavyofanya Musa. Hivi ndivyo utakavyofanya Musa. This is what you are going to do, Musa. My servant Musa. This is what you are going to do. Nataka watu wafungue mioyo yao. Chenye umekuwa ukitamani kupokea Mungu atakupatia. Amen. Just open your heart. Just love God. Sema amen. Amen. Usisuke na vile watu wanasema kuhusu. Wachana na watu. Kama vile ningesikiza watu, kuna vile mimi sijui na tukanao kwa TikTok. Kwani siwezi toka? Naweza toka. Lakini napima naangalia nikiwa ndani nifaidika na bwana na nikitoka nifaidika na kutoka. Na kosa. Naendelea kuongea. Jana akaunti zangu zote za TikTok ziliangushwa. Sasa niko na kengele ya kuna watu 3,000 peke yake. Ambapo leo nitasema tap and send like tap send now. Hallelujah. Pastor simama. Tembea na miguu yako na kusaidia kwa pastor mzako anakusaidia. Ama pastor wako huko na wakubwa watakutusi peke yako na ukuita una haki.
kupendelea mbele ya wengine. Unajua matajiri wanaonaga maskini hawana nini? Hawana akili. Wana akili. Biblia inasema namna gani? Leviticus 9:6. Ndipo Musa akasema, hii ndilo Bwana aliwaagiza mfanye. Hii ndilo Bwana aliwaagiza mfanye. Ili utukufu wa Bwana upate kuonekana kwenu. Musa akamwambia Haruni, sikiza. Musa akamwambia wana wa Israeli, hivi ndivyo mnafaa kufanya ili utukufu wa Bwana upatikane miongoni mwenu. Kwa hivyo kwa Mungu kuna condition and blessing. Baraka za Mungu zina conditions. Mungu akupatii bure. Kuna conditions, rules and regulations to follow. Sangia zako mwambie kuna conditions. The promise in the Bible and the conditions. Daktari anakuambia meza hii madawa na umeze saa 6 usiku. Unamwambia naweza meza saa 3, unamwambia saa 6. Baraka ya Mungu iko na conditions. Hivi ndivyo unafaa ufanye. The blessing and the conditions. Haya kitabu cha Deuteronomy, utakaponitolea mimi Mungu, nitakufungulia milango na madirisha ya mbinguni na nimwaga baraka juu ya maisha. Lakini huwezi patia Mungu leo na una expect kupata saa hii. Hata ukipanda mbegu uvuni saa hii. A blessing and a conditions. Jana nilikuwa nimeenda airport. Jana tulienda. Ni Chris. Juzi. Kuna misiwa yangu ambayo nimeitisha kutoka Japan. Na ni jukwaa. Inatoshana hii. Hiyo jukwaa nimenunua 15 milioni. Milioni 15. Sasa nilipofika huko nikakuta hao watu wakaniletea niko na deni yao ya milioni 6. Wananiongeza pesa zingine, wananiongeza. Nikaambia Chris, toka twende. Chris akaniambia sasa sijaenda sawa. Nikamwambia watu watakuchukuaje, nauza nani wanichukue? Mimi bila nikitoa nguo hapa nitoka kwa barabara nichukuliwe na nani? Wewe twende. Tozi ni ndio kanyana. Wale sawa ndio wewe twende. Hata kujifanya vizuri kwa waiti. Waambia waiti kama ni sura yako kama unipatii, mimi wabariki naye. Maana huwezi niongeza milioni 3 nyingine ya chini. Ati sijui shughuli imepanda ile na Mungu ameniambia na nichukua ya kuhubiria watu. Na instrument. Niliondokana katika mambo ya kusema watu watasema nini. This is about you and your God. It's about you and your God. Ukiinua mikono unainulia Mungu wako mikono. Kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Baba na kuinulia macho yangu na kuinulia Yesu na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Baba na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Baba Yesu na kuinulia macho yangu na kuinulia juu, Yesu na kuinulia macho yangu na kuinulia juu. Intercession. Pray. Maombi. Tembea hapo ukiomba. Lala hapa kwa chumba. Piga magoti. Mwambie Mungu nataka kukuombea dakika hizi 20. Piga kelele. Kwa Biblia kuna siku umeandikwa watu wafunge macho wakiomba, lakini Biblia inasema hapo wahubiri walikama kuna jioni watu wafunge macho ili waache kuona watu wakipita pita. Ili wakati unaomba uconcentrate, ujue ni mimi na Mungu wangu, me and my God. Pray, pray, pray. Pray. Shakala.
your own good. Kesho utakuwa Dubai na Mungu atakumbuka maombi ya last week ambayo uliomba. Kesho utakuwa Ushago, Mungu atakumbuka maombi ya last year ambayo uliomba. Kwa hivyo result ya leo ama vile unaona kwa umefanikiwa leo ni maombi ya jana. Sasa ile ya jana mwambie maombi ya jana yanafanya kazi. Kwa hivyo lazima uombe leo. Sema kwa sababu sema nitaomba leo. Fanya hivyo nafanya vile nafanya nitaomba leo. Ndio nipate jawabu kesho. Nitaomba leo. Amelaaniwa anayemtegemea Bwana. Leo kuna wageni wamekuja mpaka kwa ofisi. Mimi naamka nimelala kwa ofisi jana. Wanakuja kudanganya yao kwa ofisi. Sio kwa wako na hawa. Nikawaona hapo kwa mlango. Nikamwambia hai. Karanje pasa ndio tunatafuta nikasema. Na mimi ndio naamka nataka usikize. Kuambia semeni. Sisi ni wa TikTok tumepotea. Tumeelekezwa kwa ofisi yako. Sio kama wako walikuwa na kagari kadogo. Sio kama wako walikuwa mkono. Ndio walienda. Kama walienda. Walienda. Wewe Wawili hapo mbele mwisho. Wale wawili asante. Nikaona wamenisalimia hivi. Ananiambia tunakuja kwako. Sasa Jesus. Saa 12 asubuhi. Wamepotea barabara wa TikTok. Kuja bako ofisi. Tumtafute Mungu. Tumtafute Mungu. Maombi haiko mtu ameokoka ama hajaokoka. Anybody can pray. Anybody can do what? Pray. Sema I can pray. Kama kuna mtu ataomba, kuna Mungu wa kujibu. Sisi sauti. Kama kuna mtu anafanya nini? Kama kuna mtu kuna Mungu na Mungu wa kujibu. If someone pray, God listen. Alimwambia kwamba the promise of God and the conditions. Mungu anaweka mtu condition. Anakuambia kwamba Deuteronomy 28 anakuambia utakapolitumikia kwa bidii, baraka hizi zote zitakuja kwako na kukuovertake. Wale watu wamekuja leo. Utakapolitumikia kwa bidii, mimi Mungu, baraka hizi zote zitakuja kwako na zikuovertake. Inasema 28 verse 1. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote anazokupa leo kwa bidii, Bwana Mungu atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Ukisikiza kwa bidii, utawekwa juu ya mataifa yote duniani. Baraka sikiza tu. Ndio ya kusema. Ukisikiza kwa bidii. So is the time to listen. Listen. Hakuna mhubiri anayetaka bidii kwa mambo yako kama Pastor Ezekiel. That one naweza mpiga. Mimi jana saa 6 usiku nilikuwa nimemorota na mwanaka baba wa mlima. Anasema ndugu yangu mtazamaji unayemtazama akiwa amevaa nguo nyeupe. Mtazamaji mimi niko usikizi. Na nitarudi baadaye nianze kusema ati Pastor Ezekiel anatumia madawa ya uchawi, sio anatumia. Sasa kwa nini sioni hapo anahubiri na mimi ndani? Tuachie kuolea watu. Tufanye kazi kwa bidii. Hata mapasta wakubali wafanye kazi hata kama ni kulima, kufagia. Hata ukiingia hapa ni kuchafu, chukua fagio fagia. Hata kuona wewe ni mtu mkubwa, fagia, wewe ni mtu mdogo. Fagia. Mimi nikiingia hapa, sana nilikuwa nimeenda mahali tulikuwa na chokora. Mahali tuliingia, niliambia Mungu umenikumbusha 1942. Vile nyumba inakaa, curtains zinakaa, vile nyumba inakaa. Lakini singeenda pale nianze kuchukua kwa nyumba ya mtu, nianze kutafuta kitu kile special hapa. Nilienda niangalie ile kitu anakalia. Unakalia unasema kai, nimekalia mkojo ya mtoto. Lakini nasema wacha niache kujibu. Naka. Wacha nikae tu nivumilie. Watu wajifunze tu hapo. Just calm down. Sasa ina. Mungu kama nimetoa kufagia osha, Mungu atakubariki tu. Atakuinua when the right time. Sasa ina. Pastor Dominic
ndiye amesimamia zile views zikawekwa zote. Kuna plot hapa nyuma inajengwa, yeye ndiye anasimamia hiyo fence yote iliyowekwa, inawekwa tujenge ofisi hapo nyuma, kuna mlango itakuwa hapo. Anajengesha. Na hii wiki yote nimemwambia kuanzia kesho pia aendelee. Akimaliza wiki hiyo ingine achukue lori na wasichana nitakuwa nawalipia hiyo gharama wazungue kila katao wakihubiri Yesu Kristo. Sema ndio. Na kwa sababu nimekaa na Efo 10-15 years. Anajua sheria zangu na anajua, anamwambia mimi sipendi kitu fulani. Anajua. Leviticus 9:6. Ukisikiza sheria za Mungu nitakuweka juu ya mataifa. Deuteronomy 28:1. It will come and pass. Baraka zitakuja na zikuovertake. Deuteronomy 28:1. Wakati mtasikiza sheria zake na mzifuate. Joshua 1:8. Na neno hili lisiwahi toka kwa kifua yako. Joshua 1:8. Usiache kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako. Usiache kitabu hiki cha Torati kitoke kifuani mwako. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Bali yatafakari mchana na usiku. Ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila jambo sawa sawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Usiache sheria. Don't abandon the rules. Tani kutoka hapo kwenda town ulikojoe kwa barabara. Kajua kukamata hata kama wewe pasi. Naambia nimekushika. Ulikuwa unakojoa hapana na hii kashimo ni kanali. Hii kashimo umetengeneza nasi ni kanali. Hata ukijaribu kuongea na basaika, shakala baba kutaenda na shakala zako. Kwa sababu umevunja sheria. Pia kuna watu wa kanisani na wamevunja sheria za Mungu. They have broken the rules of God. Wana vita na Mungu. Ni washirika ndio, but wako na vita na Mungu wao. Kuanzia leo tunaweza acha vita na Mungu. Uliza jirani yako, uko na vita na Mungu wewe? Sema amen. Uliza jirani yako, uko na vita na Mungu? Nani wako na vita na Mungu hapo? Unaangalia mambo yako unasema huu ni Mungu ananipiga, hata sio shetani. Ndio nani? Mimi hiyo kanisa nitahama. Wewe hama. Hata ukihama naingia Facebook, naleta watu wa Facebook na baba. Yes. Ukihama naingia Twitter, X, inaitwa XZ. Lakini huko siwezi ingia. Siwezi huko, kuna wasibu wabaya kuliko wa TikTok. Siwezi ingia XZ sikie X1. Huko siwezi. Hawa watu wanasomea mpaka rais. Mpaka president wanakutukana. Yes, ndio. Sema amen. Joshua 1:8 nasema na kitabu hiki. Kwa hiyo sheria za Mungu ni tatu mbili pekee yake. Believe plus faith. Kuamini na kuomba, kuamini na imani. Kuomba, kuamini na imani. Wangapi wako tayari kuomba? Ikiwa hapa kanisani kuomba kwa nyumba yako kule kunanuka sausage ndio utaomba. Hapa unaomba uko umekaa hivi kama swasika. Au unafungua macho moja kama Kofi Annan. Unaona ulichoka. Supposed to pray with energy. You love God. You feel I love Jesus. Penda sijalazimishwa kuja kanisani. Sijalazimishwa kuokoka. Sijalazimishwa kuja church, napenda kuwa hapa. Daudi anasema nilifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Biblia inasema afadhali kuwa watchman katika nyumba ya Mungu kuliko kukaa katika vikao za wenye dhambi. Afadhali kuwa watchman katika nyumba ya Mungu. Inasema Psalms 84:10. Psalms 84:10. Siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku maelfu mahali pengine. Ni bora kuliko siku maelfu mahali pengine. Afadhali ningekuwa bawabu. Afadhali ningekuwa watchman bawabu katika nyumba ya Mungu. Katika nyumba ya Mungu. Kuliko kukaa katika mahema ya waovu. Kuliko kukaa katika mahema ya watu wabaya. Afadhali kukaa hapa.
welfare form nilisema mtu yote anataka kusaidiwa kwa hii kanisa. Kuna matanga nyumbani kwenu. Tunataka kufungua WhatsApp group. Tuna matanga kwenu. Kuna shida yoyote, wewe mwenyewe ungetaka nikusaidie kuanza biashara, pengine labda 10,000, 20,000, nataka tusimame na wewe. Kuna welfare form hapa. Welfare form. Kuna welfare form hapa. Na nimeona Alice hapa. Alice hapa. Alice kuja hapa mbele. Na nimeona wale sisters wawili wako hapa. Wale sister wawili kujeni hapa. Nimeona Lucy hapa. Lucy hapa. Lucy ya chini. Hapa. Asante. Hawa ningepeana mfano wao before I continue. Huyu amekaa na mimi, angalia kwa nini Alice. Amekaa na mimi mpendwa mfano. For many. Abi Alice watu amekaa na mimi. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nimekaa na pastor 22 years. 22 years. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Doris, mimi nimekaa na Pastor Peter Kanyani for 10 years. Sasa hawa ni sisters. These are sisters. Hawa wawili wamekaa na mimi for 10 years. Nani alikuwa mgonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Mimi nilileta dadangu akiwa mgonjwa sana. Alikuwa mjamzito na alikuwa mgonjwa. Tulikuwa tumejaribu many hospitals but ikashindikana. Nikaamua tu nije hapa kwa nabii. Sikuwa nimefika hapa. But venye nilikuja na nabii akamwombea. Alikuwa atembei. Tulikuwa tunamshikilia tu. Venye alikuja hapa akapokea neno na dadi neno alitamka tu neno moja akasema, wewe msichana, kwa imani ya Mungu tembea na imani yako ikuponye. Tulitoka hapa tutembea. Na ndio huyu alijifungua salama, hakupitia operation, alikuwa mtu operation, but the moment tulikanyaga hapa alizaa vizuri kabisa bila operation. Na nikasema sitawahi banduka hapa. Ni hapa penye nitashiriki until the time nitaenda Oshago. Kuna mama mwingine hapa wa Kajiado, atasimama tu mahali yako ainue mkono. Tu nimuone tu mama yetu wa Kajiado. Jamani, makofi ya yule mama. Karibu mama. Hao wale watu ambao mama yangu inapenda sana. They are the faithful members wangu ambao hawatokangi hapa. Every Sunday lazima wakuje ibada. Kunyesha kusinyeshe wanakujaga ibada hapa. Sema amen. Lazima waje. Hakuna Sunday nimewahi wakosa wakanipatia excuse. They come every Sunday here. Sema amen. Na kuna wamama ambao wameimprove sana kama mama yetu hapa Magari. Simama tufanyia watu hivi. Napenda sana huyu mama, ndio kiongozi wa mama. Jamani, tupigeni makofi. Kuja tu. Wacha awasalimie. She is very good. Praise God kabisa. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina ni Esther Mwangi, huyu ni baba yake ya kiroho. Nimekuja hapa nikuwa mtu asiye mbele ama nyuma. But alinionyesha njia na ndivyo nilivyo vile nilivyo. Praise God. Amen. Na mama wote to meet na wenye walijiunga pia tuna meet. Asanteni. Sasa mama huyu hata akipiga siku aseme anakukopa 1,100 utamnyima. Sasa mimi nataka kuwabariki na 10,000 mkiwa watatu. Kwa soko. Hawa bibi wapatie 10,000 each. Hawa kuja hapa mbele. Wow, they are very good. Hawa
Wale wamesimama ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. Mungu akubariki. Nakuja karibu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungu akubariki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungu akubariki. Hawa ni washirika wangu very faithful. They are very faithful too. Very faithful. Na watoki hapa karibu, yule anatoka Buruburu, yule wa mbele anatoka Buruburu, au wengine wanatoka Mathare. Very faithful. Hata kuna msichana aliiba simu hapa na request and worship. Ule akaniambia pastor, niona huyo mmoja anaingia kati ya aliiba hiyo simu. Toa hiyo simu. Msichana mmoja aliingia hapa lakini alibadilika. Msichana akatoa simu alikuwa ameweka hapa. So au unaona hapa bado ni security wa kanisa wanatembea wakiangalia. Hamtaharibu kanisa hii katika jina la Yesu. So they are very good people. Mungu awabariki na awaonekane. Nataka tuombe. Wangapi wako tayari tuombe? Mimi leo siombei watu. Lakini I'm not going to pray for people but nataka tuombe kidogo. Alafu nitaekelea tu mkono kwa kichwa ya kila mtu ambaye anashika kidogo tu like 10 minutes na Mungu anakuja kusimama kwanza. Let me show you what I want to do. Mungu anawabariki. Inua tu mikono yako chini. Kuna watu wanasimama mpaka